Ndizi TV Africa. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, ikiwa ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa moja kutoka kituo hiki cha runinga kinachoendelea kunawiri kwa sana. Basi ungana nami kuanzia sasa hivi hadi tamati takapokuwa nikimaliza taarifa za habari jioni hii ya leo. Jina langu ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu ni Abigail Nyanchama. Huku siku ya kuidhinisha Eid ama kusherehekea sherehe za Eid kufungamana kwa mafungo ambayo wamekuwa wakifanya Waislamu hapa nchini na ulimwenguni kote, ni kwamba waumini wa Kiislamu wakijumuika katika maeneo tofauti nchini kuadhimisha siku ya Eid al-Fitr. Viongozi wamejitokeza na kuzungumzia masuala ya usalama nchini, huku wakikemea kuchipuka kwa magenge ya uhalifu. Sherehe hizi zikiendelea, familia zaidi ya 150 za Kiislamu zimepokea msaada katika eneo la bunge la Bahati, kaunti ya Nakuru, huku ikiwa kwamba ni njia moja hapo ya kusherehekea Eid al-Fitr. Familia hizo zilipokea msaada tofauti, ikiwemo mifugo na vyakula kutoka kwa mbunge wa Bahati Irene Njoki, ambako aliwahimiza hao walioshiriki katika chakula hicho umuhimu wa amani nchini na kuwaomba vijana kuwaheshimu viongozi wao. Tuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira. A juvenile needs to be in school. A child needs to be in school. Na kama hata si shule ambayo kwamba ni ile shule hii, hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini, lakini hatuwezi kwa saa zote tunasingizia mtoto wa miaka 15, 16, 17, hata 18, hata 19, huwezi kusingizia ya kuwa ni kwa sababu ya ajira. Kitu ambacho kwamba tunalilia ni amani katika nchi yetu, na amani ikipatikana kila kitu kitaweza kuwa kizuri. Na vijana wadumishe kitu inaitwa amani, na vijana wasitukanane kwa mitandao. Hao ni wazazi wao na watabaki kuwa wazazi wao. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea kusonga mbele masuala ambayo yanafungamana na kidini, ni kwamba baadhi ya makasisi hapa nchini Kenya wamewasihi vijana kutotumika kusababisha ghasia wakati wa ziara ya Rais William Samoei Ruto ambayo itaanza rasmi hiyo kesho katika eneo lile la Mlima Kenya. Makasisi chini ya mwavuli wa Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya wametoa wito kwa wakazi wa Mlima Kenya kumkaribisha rais ili kunufaika na miradi ya maendeleo atakayoizindua katika ziara hiyo. Aidha, akiwahutubia waandishi wa habari na wajungaji na pia maaskofu wakiongozwa na Askofu Ngacha Njiriri wameeleza kuwa wakazi wa Mlima Kenya walichukua nafasi kubwa katika kuichagua serikali ama kuwateua viongozi waliomo serikalini kwa sasa, huku wakitaja kwamba wakazi hao watakuwa wanapokea vingi tu kutoka kwa serikali, na rais akiendelea kutoa ahadi zake ambazo atakuwa anazitimiza. Wameomba pia baadhi ya viongozi kumkumbusha rais baadhi ya ahadi ambazo alikuwa amezitoa ili kuzitimiza katika ziara yake ambayo anaendelea ama ataanza kuifanya hiyo kesho. Ningetaka kusema hii serikali ni yetu, ni sisi tulioichagua kama kanisa, na kitu ambacho tumekichagua ni vizuri kukiombea. Hivyo kile ambacho ninataka kuomba Wakenya wetu na hasa watu wa sehemu ya Mount Kenya, tupatie rais wetu heshima ambao inafaa. Sio lazima utokee mkutano uende ukaharibu. Kaa nyumbani. Wacha wale ambao wanatokea watokee, kute rais
waende wamwambie rais wetu tunataka hii na hii. Nao viongozi wote ambao tulichagua, ni vizuri, unajua rais anaongoza watu zaidi ya milioni 50, na kama anaongoza watu zaidi ya milioni 50, kuna jukumu ya kumkumbusha. Kama kuna jambo alisema, hii barabara nitaweka, hii kazi nitafanya, ni kazi ya mbunge kumkumbusha na viongozi ambao tulichagua. Kwa hivyo nyinyi viongozi ambao tulichagua, ni vizuri mtokee vizuri kwa heshima, mkute rais, tumkaribishe kwa shangwe na tuweze kumwambia kile ambacho tunahitaji. Tunahitaji maendeleo, tunahitaji barabara, tunahitaji mahospitali na pia ulinzi wa kutosha. Vijana wapate ajira, watu wapate ajira, vijana wapate kazi, na hiyo ndio ningeomba rais wetu. Mimi najua ya kwamba yeye ni mtu ambaye usikiza, ni vile tu tunamkosea heshima na pia tunakosa kumpatia nafasi aweze kufanya kazi. Wakati alipoingia hatukumpatia nafasi, tukaanza kupiga makelele. Hata hajamaliza mwaka, hata serikali bado haijakuwa stable. Na tukiendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba saa chache kabla ya ziara yake Rais William Samoei Ruto katika eneo lile la Mlima Kenya, ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngushiri amewaomba wakaaji wa Mlima Kenya kutompigia rais kelele chinzi ilivyoshuhudiwa katika kaunti ya Nairobi wakati rais alikuwa na ziara katika eneo hilo. Aidha, Ngushiri amewaomba kuwa na amani na utulivu, huku akiwarai watu wa Mlima kukubali kile rais atakachowapelekea mlimani. Aidha, Ngushiri pia amewapa changamoto viongozi wa Mlima Kenya kutumia nafasi hiyo kuomba maendeleo zaidi katika eneo hilo la Mlima Kenya. Rais anaenda milima na ningetaka nichunguzie mambo haya. Mimi nikifikiria kama Ngushiri, kwanza nilikumbusha watu ya milima walipigia Ruto 47.4%. Hiyo iliweka watu wengine uchungu sana wakati Gachagua alisema mambo ya shares. But the fact remains, tumeanza kujua mengi ambayo hatukujua. Na ndio tunaomba saa hii akienda Central, watu ya Central na waomba, there is time, siasa ya uchaguzi ni 2027. Wacha rais akuje, muheshimu, kama muheshimu ofisi yake. Wache alete ile kitu atawaletea. Mkikumbuka mko na 60.4% na anajua hiyo, atawaletea barabara ama atawaletea ni sijui mimi. Lakini chochote atalete mpokee. Hatutaki kukue kama mambo ya Mathare, mambo ya Nairobi. Rais akienda akitoka ni kuchomana na visu, ni kuvunja side mirror za watu, ni kutoa watu kwa matatu kuwa route. Let's show our maturity. Kenyans are looking at milima, kutakuwa na vita, kutakuwa na nini. I urge you to a very peaceful. Ingawa mimi ni mtu wa Rift Valley, to a very peaceful kwa milima. Wacha tuaibishe shaitani kwa kusikisa rais. Ayapeana ile kitu atapeana. Baada ya hiyo yeye ataahidi, anajua atarudi yuko kuomba kura 2027. Kwa hivyo it's good to use the common sense kuliko kuwa incited na vita na mambo ingine na matusi. It is not important at all. Tutawini, tutajulikana, watu ya milima watajulikana very mature kama wataonekana bila kuwa na matusi, bila kuwa na shouting. I think it will carry the glory kuliko kwenda kushambuliana huko. Basi tukiachana na hayo ya wanasiasa, tunapoendelea kusonga mbele katika taarifa zetu, ni kwamba baadhi ya wakimbizi wa ndani kwa ndani hapa nchini Kenya kutoka maeneo ya Bonde la Ufa wamejitokeza na kutoa wito kwa serikali ya Kenya kwanza kuichunguza kwa kina Wizara ya Usalama wa Mambo ya Ndani kwa madai ya kukiuka sheria za nchi na kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa imeondoa kwa ukamilifu utengano wa kidini, kikabila na kisiasa unaoleta hofu, hasa wakati ambao nchi ya Kenya inajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa sababu kuna watu wako katika Ministry of Interior wamevao kuwa hawataki kabisa hiki kipengee cha sheria, na ndicho peke yake kinaweza zuia Kenya kuanguka kwa machafuzi, na kiliwekwa na mataifa ya nje na pia nchi yetu.
So kilio chetu kikubwa ni kuwa hata ni kama kuna mpangilio kiondolewe, ndio kuwe na machafuzi 2027. Ukiangalia una utathmini yote yanayotendwa katika taifa letu, ni kwa sababu watu wengi sana wanajua hiki kipengee tayari ni kama kimeondolewa. Ndipo kwa sababu unaona watu wengi wanaangazia 2027 kwa sababu wanajua kile kipengee cha sheria kimekanyagiwa chini. Watu wakiwa na makusudio kuwe na umwagikaji wa damu 2027 usio na sababu. Kwa hivyo rais wetu William Samoei Ruto kwa upendo mwingi, sisi kama waadhiriwa, ingilia katikati katika Ministry ya Interior, ifanywe auditing ya watu wote waliohusika na katika National Consultative Coordination Committee, waondolewe kabisa katika. Na tukiendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amejitokeza na kuwashtumu wa Kenya hasa vijana wa Gen Z wanaotumia mitandao ya kijamii kupinga maongezi ya mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Charles Kahariri, huku akitaja kuwa hapana haja ya nchi kuwa na utaratibu wa amani. If we are going to become a country that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Nangananga na hawa kwa social media mnasema nataka kupigana na so and so amenitusi kwa social media. I can say this for the country to know without fear of contradiction. Most of the young people who are writing hateful messages on social media, most of them are struggling with mental health, which has been caused by abuse of drugs and abuse of alcohol. Achilia kusema Gen Z tu wanataka kuongea, waje Gen Z waseme vile wanataka, waje wafanye vile wanataka. Hakuna kitu dunia hii. Freedom without control is dangerous for our society and for our children. Let us go back to our homes and talk to our children. Basi mpenzi mtazamaji, baada ya kupokea ripoti hiyo yake waziri wa usalama wa ndani, tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tutakuwa tunarejea na zaidi ya habari ambazo nimekuandalia. Kati ya zile ambazo tutakuwa tunaziangazia ni kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo hii amekuwa katika eneo la kaunti ya Nyamira, na kuna yale ambaye aliyezungumza pale kuhusiana na maafisa wa ulinzi ambao wametumwa pale Haiti. Nikirejea basi nitakuwa nikikupasha zaidi, na bila shaka tutapata yale ambayo wale wabunge ambao wanamtetea Justin Muturi kile ambacho wamekizungumza. Usiende mali, jina langu ni Jeff Nyakundi, nitakuwa nikirejea hivi punde. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management,
fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator at Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Afrika. Basi barabara kabisa, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, tena karibu tena zaidi, tusidi kusonga mbele na kukupasha yale ambayo yameendelea katika taarifa zetu za Ndizi saa moja tunapoendelea kusonga mbele. Basi tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa ambaye ni kiongozi wa chama cha DAP-K wameomba serikali ya Kenya Kwanza kuleta mwili ya afisa aliyeaga nchini Haiti. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya Beno Mariba katika kaunti ya Nyamira, viongozi hao wametaka maafisa walioko Haiti kurejeshwa nchini Kenya, wakisema kuwapeleka pale Haiti maafisa wa Kenya ni jambo linalohitaji usaidizi kutoka kwa United Nations Security Council. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho walikizungumza. Na wote mliokuja, waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Tumekuja kusema pole kwa familia ya Ononga kupoteza Ben, na tuko hapa timu kubwa sababu ya ile heshima tulikuwa tumempa, tukiwa tumemtambua kama kiongozi, baba na mzazi. Kwamba kuna familia ambazo pia zimepoteza watoto. Mbali na hapa, kuna pahala panaitwa Haiti. Kule Haiti kuna vijana walipelekwa na Mheshimiwa Ruto, ilikuwa mwaka jana. Juzi kuna mmoja tumemzika kule Kajiado, na hivi leo tunavyozika Ben hapa, kuna kijana mmoja kutoka Mlima Kenya ameuawa na magaidi kule Haiti. Mwili wake umechukuliwa na wale magaidi. Wazazi wanalia, wanaomba wapewe tu mwili waweze kuzika mtoto wao, kijana mdogo sana. Na sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, hatutaki tuone Haiti, maiti nyingine kutoka Haiti. Tunasema kwamba sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. Not 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi
ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. We have come of age as a democracy. Hatutaki Ruto anaamrisha vijana wanajeshi wetu kutoa matamshi ambao hailingani na katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ni onyo tu simple, hatutakubali mambo kama haya. Kwa hivyo kesho sisi tutatoa taarifa kama wana opposition Nairobi kesho. Leo tumekuja tu kulia na familia hii. Na kwingineko tukisidi kusonga mbele ni kwamba mbunge wa Manyata Bwana Githonga Mukunji amemtetea vikali aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Bwana Justin Muturi dhidi ya ukosoaji kutoka kwa Rais William Samoei Ruto ambaye alitilia shaka utendakazi wake katika wakati alikuwa afisini. Aidha, Mukunji amesisitiza kwamba Muturi ni mtu ambaye ameheshimiwa kwa utendakazi wake kwa miaka ambayo amekuwa akifanya kazi serikalini kama mtumishi wa umma. Moja kwa moja Bwana Mukunji alimpinga rais akiteta kuwa Rais Ruto mwenyewe anaongoza baraza la mawaziri ambalo halina uwezo. Alisema amefuta JD Muturi ati kwa sababu JD Muturi was incompetent ama hakuwa anajua kazi yake. Lakini mimi niko na maswali nyeti sana, kwa sababu huwezi toa JD Muturi ati kwa sababu ya incompetence alafu uweke Mheshimiwa Ruku ati yeye ndiye competent. Hao wote they are our sons na ni watu wote tunaheshimu. Lakini you need to withdraw that statement na useme makosa ile JD alifanya, kwa sababu mimi naweza simama kidete niseme JD Muturi was not incompetent na si mtu ambaye hajui kazi yake. JD Muturi CV yake imetoka mbali. Amekuwa speaker wa kitaifa for 10 years. Akawekwa 2013 to 2017. Akarudishwa 2017 tena kwa sababu ya kazi nzuri mpaka 2022. You cannot convince me, Your Excellency, that JD Muturi is incompetent unless your level of measure of incompetence aieleweki, wewe unapima haji. Na hatimaye nikifika tamati, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, ni kwamba huku wakazi wa Mlima Kenya wakijiandaa kwa ziara ya siku 5 ya Rais William Samoei Ruto ambayo itaanza rasmi hiyo kesho, ni kwamba baadhi ya viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Meru wamewarai wajungaji wa makanisa katika eneo hilo kukubali kupokea kwa njia mwafaka pesa zitakazopeanwa na Rais Ruto kwa kutumia vyama vya mashirika na akaunti za benki za makanisa. Haya yanajiri siku moja tu baada ya aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua akiwaonya wakazi wa Mlima Kenya dhidi ya kutumia pesa hizo kwa uwekezaji na kulipia karo, huku akieleza kuwa pesa hizo zina laana. Kuna pesa tunaona zikipatiwa makanisa, unapata bishops, viongozi wa makanisa kubwa kubwa wanasema pesa irudishwe. Sasa tunashangaa, kama mimi hata kama naheshimu mafuta, naheshimu waanzilishi wa makanisa, sisi tunaomba na unyenyekevu, kuna ile njia inaweza tumika ya zile pesa zinasaidia watu, kwa sababu pesa si ni pesa ya dhambi. Hakuna pesa ya dhambi, kwa sababu zile makanisa au wanarudisha pesa. Kuna malaya kule ndani, kwa sababu hujui nia ya mtu. Kuna wezi wanatoa pesa. Kwa hivyo pesa ni ya Central Bank, pesa haina shida. Pesa iletwe kwa njia taratibu. Kama sisi tuko na sako, pesa iletwe kwa sako, isaidie wachungaji, wengine waache kutumia ujanja kupata pesa. Wakipata pesa ya kujimundu kibiashara, hata kazi ya Mungu itafanyika na njia iliyo ya halali. Kwa hivyo pesa, hakuna pesa mbaya. Rais, pesa si mbaya, pesa imetengenezwa na pesa ni ya Mungu.
Kwa hivyo pesa tuletewe na ikuje kwa njia zile zinazofaa kama SACCOS, na tuache kusema kuna pesa ya dhambi. Hakuna pesa ya dhambi, pesa ni ya Central Bank of Kenya. God bless you. Every support. Pia tunajua na tumesikia ya kwamba His Excellency William Ruto anakuja Meru. Sisi wachungaji wa hii caucus ya Tigania Pastors Fellowship pamoja na Roire Rwanda Pastors Fellowship tunamkaribisha Meru na tunamshika mkono. Basi karibu tena mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba hapo ndipo kwa siku hii leo nafika tamati katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Basi kila siku ya wiki utakuwa unapokea taarifa hizi kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa saa 1 jioni, zikiletwa nami Jeff Nyakundi. Usiende mbali tu kutafuta mengi, kwa sababu hapa ndipo tutakuwa tunakuletea haya yote kwa kina. Kumbuka kwamba utatupata Ndizi TV kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utapata kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko mtandao ule wa YouTube, mtandao ule wa X, mtandao ule wa TikTok, na bila shaka Instagram utatupata kama Ndizi TV News. Kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia mtandao ule wa WhatsApp na kututumia ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Basi hadi hapo nafika tamati, tupatane tena panapo majaliwa. Jina langu ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu amekuwa ni Abigail Nyanjama. Kuwa na usiku mwema.